Ni mjumbe wa Mumias and we sit with him in the National Assembly. Na ako na jina Peter, niko na Peter. Igawa ako chama ingine alisema anataka kuwa president. Now we don't have a candidate. So atupasue tumweke candidate ya ODM. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anataka nichukue nafasi kwanza kusema pole sana kwa Mama Ida, pole sana. And I can say that Mama Ida, the way you have composed yourself during this hard time that you have been facing, you have challenged Kenyans in this country, and they were even positioning yourself politically. They were saying Mama Ida akiwa pale, mambo imeisha. And Mama Ida, I think God has given you a lot of wisdom and a lot of grace to lead you during this hard time. And I just want to ask you that maintain it, because now you are like the Rahel, the Rachel in the Bible, whereby the way Baba has been holding this country in terms of the peace. Some of us, we are very stubborn, but Baba will always put first this country. We are radicals. Lakini Baba, he will always look at the interest of this country. And you see, me when I stand here, I always say that Baba was bigger and is bigger than ODM. Baba is somebody else. And that's why ukiangalia Baba, he is a man, and I've studied that ya kwamba Baba was a man and is a man who had a pure heart. And that is why he has attracted everyone to step in this home, me included here. Today I was saying that I wake up in the morning at around 4, and I started writing something on my wall. I say that mimi ndio nilianzisha historia ya watu kuleta hapa ngombe kuambia watu wa Western. Mlete ngombe, Baba alileta ngombe mingi sana kula wakati wa Malo alikufa. Sasa mimi nikaambia waleta mabulls. Mimi nitaleta sasa ngombe ya grade ya fresh and mama kukamua maziwa. Sasa na sikuwa najua Mama Ida. Sikuwa najua that the spirit of Baba was speaking to me. Mimi nilikuwa nimeambia nikasema naenda America, nikirudi ndio nitakuja kuona mama nikae naye chini pole niongee naye kama kijana haki. Lakini kumbe spirit iko inaniambia America ambayo naenda ni Kisumu na unapitia hapa Bondo unakuja kuona. So wakati nilitoka kwa ndege tulikuja na mheshimiwa akaniambia naenda kuona mama. Sasa wewe you have no option. Na wakati pale nikaona tu Roho Mtakatifu anaingia kwangu na nikasikia vizuri. Na nikafuata ikakuwa kama ile story ya Ruth na ule mwenye alisema penye unaenda ndio nitasi. Sasa that is how I found myself, because I had planned myself ya kwamba mimi naenda kuchukua wazee wa Wanga nikuje hapa tulete heshima yetu kama hapa. Kwa sababu Baba played a very big role and mentoring young people like us. Na unajua sisi hatukuwa tunajua Baba alikuwa na nyumba mingi sana. Ni kama alikuwa na mabibi wengi wa kisiasa. Alikuwa na mabibi wa Western, mabibi hapa Nyanza, kule Coast na kila mahali. So ikifika, and I think Baba was a strong man. Ikifika wakati wa mgao unashindwa pale Western utaweka nini? Sasa kelele zinakuwa kidogo za pale za manyumba za lakini all in all Baba always remained to be Baba, and that is why we are here. So Mama Ida, mimi nataka nikuombe ya kwamba sasa inji hii ya Kenya iko katika mikononi mwako, ya kwamba you pray for it. Ukiachilia inji, kwa sababu hata wanauliza ni nani anaweza shikilia inji kama inaweza kupotea, ni wewe, because the spirit of Baba is with you. Na mimi nataka nikuombe, uniombee mimi kijana mdogo, wakati ninapoa bibi. Niwe bibi kama wewe. Ambaye anaweza ona pale mbele. I think there are a lot of things that I really wanted to share, lakini hii nitakaa na wewe. Nitakuja nikae na wewe peke yangu nikueleze, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo mimi nataka nikae chini nikuambie, yenye mimi nikuambie mama ni hivi na hivi. And if there is one person that was true and still true to Baba, it is me. And I want you just to obey
kama vijana wadogo ambao tumeingia kwa siasa juzi, ya kwamba Mungu akaweze kutuongoza. Thank you so much and God bless you. Mama Ida, wewe, you are a strong person. Mama Ida, I need to come and see you in person.